Hello, mambo vipi? Karibu tena katika kipindi chetu cha OJD Graphics, tujifunza tena pamoja. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza invitational card au kadi ya mwaliko. Kadi ambayo tunaenda kuitengeneza itakuwa ina mtindo kama huo unaouona. Cha kwanza tutaanza ku create new document. Kadi yangu ina ukubwa wa size ya A4. Kwa hiyo nitachagua vipimo vyangu vya A4 kama hivyo, ambayo imekaa katika mtindo wa portrait umesimama. Then resolution nitaweka kama default, color mode nitaweka that default. Baada hapo nita create. Nikisha create sasa, kama mnavyoiona hii kadi ilivyo, ina haya maua, ina pete na ina hii decoration hapa na ina background fulani. Kwa hiyo cha kufanya, tayari nisha download maua yangu ambayo nitayatumia katika designing yangu. Na maua unaweza kuyapata mtandaoni, kaya downloads. Na wewe kama hauna, niwe place embedded hapa. Nitachukua maua yangu, then nitakuja nitayaplace hiyo sehemu ambayo nahitaji ni yawepo. Maua yangu ni haya, nitaingiza ndani ya image. Na wewe kama unahitaji maua, kuna websites inaitwa PNG Wings, unaweza ukaingia. Mfano unaweza uka search for PNG Wings kama na internet, pngwings.com kama hivyo. Ukiingia hapa uta search for flowers. Hapa ndipo napata picha zangu nyingi ambazo natumia katika designing zangu. Ingia PNG Wings, search for flower. Hapo unapata picha zile ambazo hazina background. Zile picha ambazo hazina background. Flowers. Watakuletea many kind of flowers. Watakuletea maua mengi tu. Kwa hiyo utachagua maua ambayo wewe unahisi uko familia nayo. Maua ambayo mimi niliyatumia ni haya rose flowers, lakini kuna maua mengi. Kuna haya wedding flowers, maua yako mengi sana. Kwa hiyo utachagua wewe maua ambayo utahitaji kuyatumia. Kwa hiyo turudi katika project yetu. Nichukua maua yangu haya. After that nitapiga control T, then yasogeza pembeni na nitayakunja kama hivi. Nitayageuza, then nitaweka hapa kwa ukubwa kama huu, ili iweze kufanana na ile document ambayo tumeitengeneza. Nitaweka hapa vizuri kabisa. After that nitaduplicate haya maua. Nitabonyeza control J, nitapiga control T, nitayavuta. Utaona yamekuwa duplicated, yameongezeka. Nitaweka kwa juu hapa. Then nitaduplicate tena. Nitaleka na hili ua kwa hapa kama unavyoona, lakini unaweza ukadesign kwa jinsi wewe utakavyohitaji. Mimi hapa na design kwa mimi nitakavyoona imekaa vizuri maua yangu, ila na wewe pia unaweza ukafanya kwa jinsi unavyoweza, ili kutengeneza kitu unique na kitu kizuri ambacho watu wako watakifurahia. Kama unavyoona maua yangu upande wa kushoto ninayaweka. Kwa hiyo upande wa chini kwa nitahitaji kuweka tena upande wa juu. Kama mnavyoona hapa kuna maua ya chini na maua ya juu. Kwa hiyo basi nitachukua haya maua yangu matatu katika upande wangu wa layer. Nitachukua maua yangu matatu, nitaselect yote. After that nita duplicate, control J. Kwanza nitaanza kuduplicate maua yangu matatu pia. Kwa kuweza control J,
After that nitaselect ya maua yangu matatu nilio ya duplicate, nitapiga Control T, then nitayavuta. Kama mnavyoona nimeyavuta maua yangu. Kama mnavyoona nimeyavuta maua yangu. Nitaselect, nitayavuta maua yangu, nitaselect, nitapiga Control T. After that nitayavuta, then nitayakunja maua yangu katika engo ambayo ninahitaji, then nitayaweka sehemu ambayo nahitaji kama hivyo. Baada ya hapo nitachukua tena ua langu hili lingine ambalo nimelitengeneza hapa chini, nitalivuta hapa juu, nitalieka. I hope it's good. Nadhani itakuwa imekaa sawa hapo. Itakuwa imefanana sasa na ile image ambayo tulikuwa tunataka kuitengeneza. Image yetu kumbukeni ni hii hapa ambayo tunahitaji kuitengeneza. Ni hii image hapa. Kwa hiyo tunaweza tukaiweka hapa pembeni ili kuiona kwa urahisi zaidi. Image ambayo tunataka kuitengeneza ni hii hapa. After that nitaingiza hiki kipande ambacho unakiona hapa juu. Kwa hiyo nitakuja katika dokumenti yangu, nitaenda kwenye Paste Embedded. Nilidownload kabisa hichi kile changu hapa. Ndio Paste Embedded hichi. Nimwambia ukitaka kupata hivi vitu vyote, ukitaka kuvipata nenda katika website inaitwa PNG Wing, utavipata hivi vyote ninavyovitumia mimi. Kwa nikaweka maeneo kama haya ambapo italeta ladha na itapamba kadi yetu ya harusi kama unavyoona, kama huku ilivyokuwa hivi. Kwa hiyo nitajaribu kuweka kama kitu kinafunguka hivi. Tutakiingiza tena. Tutakiingiza tena. lakini naona mbatio nitakigeuza, then nitaweka kama peji inafunguka hivi. Kama nataka kama peji yangu ionekane kama inafunguka hivi, kama hivyo. Kama nafungua peji hivi kama huku nilivyoona, kama unaona kama peji ilikuwa inafunguka hivi. Kwa hapa nataka ionekane kama peji ilikuwa inafunguka. Then nitakuja nitafuta hapa kutumia eraser tool. Hii eraser tool kaza kufuta, lakini huwezi kufuta kama hii layer ya rasterize. Ukibonyeza hapa watakuletea ujumbe, utakwambia this is smart object must be rasterized to be possible. Utabonyeza okay ku rasterize. After that utafuta hapa. Jaribu kuwa mwangalifu kidogo kufuta ili usiharibu. Utafuta hii kwa uangalifu kabisa. Naweza nikatumia Magic Eraser tool kwa kufuta hizi. Take time kadri iwezekanavyo ili kutengeneza kitu ambacho ni kizuri. Nitapunguza size ya kiduara changu ili kiwe kidogo.
Nikishamaliza kama hivyo, nadhani inaonekana kwa vizuri zaidi. Nita zoom out kama hivyo. Naona video yangu haijakaa vizuri bado. Nitakisogeza kwa juu zaidi na nitakikunja kama hivi. Kunja kama hivi. Then kulikuwa kuna pete hapa. Kama mnavyoziona hizi pete pia nazipata PNG wings. Ukisearch hapa for ring, ukisearch hapa ring, kiingia PNG wings, zitakuja pete nyingi kama hizi. Mimi pete ambayo nilichukua ni hii. Kwa hiyo nilidownload hii pete hapa. Kwa hiyo pia unaweza ka-download. Nitakuja hapa, press embedded. Nitachagua pete yangu ambayo ninaitumia, nitaitumia pete ambayo ni hii hapa. Nitaitumia hii pete. Nitatumia hata pete hii sio mbaya. Nitaichukua hii pete hapa, nitaiweka. Nitaweka katika engo ambayo itafit. Designing just ni ubunifu tu, ubunifu ambao wewe utataka uwe navyo. Baada ya hapo nitafanyaje? Kuna kama unaona kama unavyoona hapa kwa mbali kuna ka background fulani hivi kameleta ladha fulani hivi. Kuna ka background kwa nyuma kama unavyoona kama cha vidoti hapa. Pia ka background ni download PNG wings. Ukisearch hapa for background zitakuja background nyingi. Background ambayo mimi nilidownload ni hii. Unaona hivi dude hivi. Na download tena. Kwa wale ambao hawawezi kudownload, niwaonyeshe jinsi ya kudownload. Utakuja hapa katika download PNG, download. After that utakuja hapa, click hii. Watakuonyesha ufuate hizi alama, watakuonyesha kwa itaanza kwa D, herufi D, tafuta herufi S, tafuta H, tafuta 3. After that picha yangu itakuwa downloaded tayari huku juu. Nitakuja katika document yangu. Then nitaiembed katika document yangu picha ambayo ile nimesha i-download. Nitaiembed kama hivyo. Unaona hapo tayari nimesha i-download na nimeiweka chini, nimeshaiweka na document yangu. Nitaikuza. Jinsi ya kukuza upande mmoja kama hivi niwafundishe. Ukileta kasa hapa, ukitaka ukuze upande huu tu wa chini, maana ukikuza hivi kawaida unaona inakuza yote na pembeni. Ukitaka ikuze upande mmoja, shikilia control. Unaona ile kasa yako imebadilika, imekuwa nyeupe. Ukiachia inakuwa nyeusi. Ukishikilia control inakuwa nyeupe. Then una drag chini huku unavuta. After that utaichukua hii background, nitaiweka chini kabisa juu ya background, juu ya hii layer nyeupe ili ikae nyuma. Then nitaipunguzia opacity hapa juu. Nitaipunguzia opacity ili isionekane sana. Nataka tu ionekane kwa mbali kama Yesu ladha fulani kama hivyo. Kama hapo unavyoona kama huku hivyo kuwa ionekana tu kwa mbali, haikuwa kali. Na hapa pia sitaki ionekane kali. Baada ya hapo tayari nitakuwa nishamaliza layout ya kadi yangu ya mwaliko. Baada ya hapo nitaanza kuandika maneno yangu kama unavyoona huku. Kama unavyoona huku maneno yangu nilipokuwa naandika. Na hapa nayo ndio kaandika maneno yako unayoyahitaji. Mfano unaweza kaandika mwaliko wa harusi. Nitayapa rangi ya maneno yangu. Nitataka maneno yangu yafanane na rangi ya maua. Kwa hiyo nitatumia ile eyedrop tool nishawafundisha. Kama hujui jinsi ya kutumia hii eyedrop, utafuata video zangu za nyuma. Katika hii channel nilifundisha jinsi ya kutumia eyedrop tool.
nitayapa maneno ya rangi hii, then nitaandika mfano bibi, nitaandika labda familia ya bwana na bibi. Nitapunguza size ili yasiwe makubwa. Kama hivyo. Familia ya bwana na bibi. Familia ya bwana na bibi Juma inawakaribisha After that utaandika maneno yote ambayo wewe unayahitaji yawepo. Utaandika tu maneno yote kama ambayo unahitaji yawepo. Then utakuwa umemaliza kudesign layout yako. Hivyo ndio jinsi ya kudesign kadi ya mwaliko. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Kama una kitu chochote unataka kujifunza katika multimedia, andika katika comment hapo chini, andika iko kitu ambacho unataka kujifunza, na very immediately nitakifanyia kazi. Stay tuned.